Basi haina shida. Mimi ngoja tu ngajitulize kwanza nyumbani, maana naona hata akili yangu tayari shapaga hapa. Sasa niamue kitu gani? Haya. Nelson amekuwa nani? Huku hivi, huku hivi. Haya kweli majanga. Nelson, nisubiri. Mima, vipi? Je, tumekuja kwa mhusika afu ndo unaanza kulia? Dada, yule mwanaume anakuambiaje? Na mume wangu. Huyu. Mimi nakwambia twende ukanisaidie kuhusu mwanaume ambaye Clara anatangaza ndoa. Ndio huyu hapa. Sasa nashangaa unaniambia tena eti bwana ulikuwa unanichanganya. Dada, huyu ndo shemeji? Ndio. Ina maana ya ukuwahi kumwambia kama mimi ni mdogo wako? Asichojua kipi? Kwani naye ajui kama wewe mimi ni dada yako? Subhanallah. Ya Rabbi. Nelson, mbona umeondoka ghafla pale? Alafu yule mdada ni analia nini pale? Pale nimeondoka haraka kwa sababu yule mdada analia yule anandai hela yake. Sielewa Kwa hapa na wahi haraka kwenda kumchukulia hela yake. Ndio hapa nimeondoka hata sijakuaga. Kwa sababu najua nikienda lazima nirudi nikukute pale. Nelson, ndo bila kuniaga. Sasa ni kuaga nini wakati naenda narudi mama wangu? Na wewe naye kukimbia huko mtaani au ukianguka? Hata kama yani ukufanya fair. Kwa kunisubiri papa yako kuna ubaya? Na kusubiri je umeondoka ghafla. Kwa hiyo, twende. Twende basi. Mpenzi, najua umevumilia kwa muda mrefu sana. Umevumilia mwezi mzima kuwa mbali na mimi, lakini kwa sasa mwezi umeisha na tupo pamoja tena. Najua kama ulipitia wakati mgumu sana ukiwa mwenyewe. Just look at me. Lakini kwa sasa tuko pamoja tena. Kuna kitu hakipo sawa kati yangu mimi na mke wangu. I'm sorry. Najua huwa upendi mimi kumwangalia mke wangu mbele yako, lakini amenikwaza sana. Baby, I'm sorry. Tabasamu basi. Okay. Nimemwaga mke wangu kwamba ninasafiri. Kwa hiyo sitakuwepo nyumbani almost 1 week I think. Tutakuwa pamoja.
Nelson, nimekuja kusikiliza wito. Japokuwa siku ile nimekuja kudai hela yangu, mume wangu kaja kanihisi vibaya. Yote tuyaache. Ongea shida yako. Nashukuru kwa kuitikia wito. Na nimekuita hapa lengo lilikuwa kuzungumzia swala hilo hilo. Kwa sababu mume wako alipokuja hakuonyesha kwamba ana taswira nzuri machoni mwake. Na mimi swala kama lile niligundua kwa sababu ni mwanamume wangu na najua kipi anachokipitia. Ikanibidi nitoke na kumfuata alipo. Nikaenda kuongea naye, nikamwelekeza jinsi ilivyokuwa. Akaonyesha amekubali na ameridhia. Lakini mimi nilipomwangalia nikajua kwamba hakuna ambacho kinachoendelea kizuri. Sasa kingine kwamba maneno yamekuwa mengi sana. Kwamba mimi naishi na wewe mtu wangu. Sasa mimi maneno haya yananitia hasira wakati hamna chochote kinachoendelea kati yetu. Sasa nilikuwa naombi kwa jinsi hii ilivyokuepo, mimi naomba tufanye kweli. Koma wewe. Unanichukulia mimi wa ovyo hivyo? Eti nataka tufanye kweli. Yaani kama una maneno ya kuongea ni bora ukae kimya. Ila sio niambie wewe upuuzi wako. True? Yeah, promise you. Nafurahi. Yes, baby. Lakini sitaki kukusikia tena ukimtaja mke wako mbele yangu. Okay, babe? Nakuelewa. Haitaji kurudia tena. So, naweza kutoka kidogo, keke vitu sawa, nakuja. Lakini sio bibi panikuja mpikie. Kuandalia. Kwa namba kama kinderestani tu. Yes. Yote. So nafikiri keke vitu sawa. So nikija. Okay. Sawa. Najua unavyojisikia. Najua unavyompenda mume wako. Wewe ni mtu mzima pia. Kwa hiyo sina haja kukulazimisha. Ila kaa fikiria. Unapoona sawa, nyumbani kwangu nipate. Unaweza kwenda. Najua utarudi tu. Jamani Matiga, mbona kunikaribisha ndani? Sijakukaribisha ndani kwa sababu wewe si mke mtarajiwa unaolewa na Nelson. Mimi mke mtarajiwa? Tunatangaza mtaani kwamba unahitaji kuolewa na Nelson. Mungu wangu, kijiji hiki kimeshaanza kunizushia mabalaa. Yaani mimi tena kuolewa na Nelson? Hapana kwa kweli. Mimi sijatangaza hilo swala, ndio kwanza nalisikia kwako. Na kichonitia mashaka zaidi baada ya kuambezwa habari siku ile nakupigia simu kana haita tupokee. Kwa nini? Hamna Matiga. Siku ilikuwa ndani na mimi nilikuwa na shughuli zangu nje. Sikia Clara, nikwambie kitu sawa. Usinifanye mtoto mdogo. Mimi ni mtu mzima pia na kizangu timamu. Naelewa kubwa, zuri na baya. Sijui unanielewa? Kwa hiyo maki unakaa mtano unajitangazia kwamba unahitaji kuolewa na Nelson. Kweli? Matiga jamani, maneno yote yanakutoka kwa sababu gani au kuna sababu nyingine? Hamna, usinifanye mimi mtoto, mimi mtu mzima. Na mtu ananiambia mimi najua kabisa yani mimi mtu mwenye kizake timamu. Kweli? Kwa kunifanyia kitendo kama hicho. Hivi kitu gani unataka usikupatie? Hamna Matiga, kwani wewe ni nani alikwambia hizo habari? Haina haja kumjua nani aliniambia. Nahitaji tu nijue kwamba hii jambo ni la kweli au vipi. Sawa ndio, lakini nataka kujua huyo ni nani? Hizo habari ameniambia bwana Chris. Chris Clara.
Odi. Aya wewe tipwa. Kilichokusibu nini kwenda kwa Matiga kwanza kumwambia sweet Clara? Yaani unalegeza kabisa Clara, si unataka kuolewa si una Nelson. Wewe ilikuwa inakuhusu nini? Kwa hiyo ndo salamu au? Yaani hapa nilipofika ndo salamu, haina haja ya salamu. Sasa wewe ulipotaka kuolewa na Nelson. Umekuja kunipa taarifa. Hapo mimi Matiga kama mwanangu nikaona labda nenda nikamfikishie taarifa labda kwa kuwa hana taarifa. Mwanangu ana kadi naye la kliniki. Kwa sasa hata wewe mfano ndio ungekuwa hapa umeolewa ndio unaolewa na huyo Nelson. Kwani Matiga asingepata taarifa? Yaani hayo hayakuhusu Bondo. Angekuja kujua mbeleni huko, angekuja kujua zake mbeleni huko. Alafu ngoja nikupe ushauri. Watu kama wewe wanakesha gym kupunguza miili yao. Sio kukesha barabarani kusambaza miumbea ya watu. Sio unielewa? Kumbe wewe akili yako wewe unataka kuwa ndege wawili kwa jiwe moja. Wewe kuhusu. Sasa unaita hesabu za Abdalla kutoa dula wewe. Utajua wewe lakini hayo yote hayakuhusu. Hapo nisikilize. Mimi hapa utawala wangu kama bibi Sebenza. Sio unanielewa? Senga kuchafua sasa hivi hapa. Wewe nikute huko mtaani ndo anze kunisimamisha kuniongea ujinga wako. Ondoka nisenga kuweka mabao sasa hivi hapa. Sio unanielewa? Wewe nikute sehemu nyingine ule unanipige mikelele yako. Kaji mkape mazoezi mbeo kufai. Dada nyingine bwana. Namba unayopiga inatumika kwa sasa. Namba unayopiga inatumika kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. Mtaalamu, mimi nimekuja. Ile Jumamosi ulioniambia nije, nilipata dharura nikasafiri. Ila nimerudi sio mbaya. Ramadhani imeisha, unaweza ukanifanyia tiba yangu vizuri kabisa. Siku zote nilikuwa nakusubiri. Na nilishaandaa mzigo wako. Ila na kuomba hii dawa usiku wa leo hii ukamwekee kwenye mchago, na maanisha mto. Kwa hiyo hakikisha kivyo vyote usiku wa leo alalie ndio uanze kufanya kazi hii dawa yetu. Tumeelewana mama? Sawa mtaalamu, hilo limeisha, sitokuangusha. Sasa ndugu yangu, tuliachana na haya maswala. Kuna jambo la muhimu ambalo nilikuwa nahitaji nije nikuelekeze. Jambo gani? Ingawa sijajua kama kwako tulikuwa kama ni mshtukizo au kwa sababu gani. Maana unajua bwana, sometimes nako ungeficha sana malazi, mwisho siku kifo unakuja kuumbua. Ndio. Leo bwana nimekuja hapa na jambo moja. Akuhusu dada yako Clara. Clara? Kwa nini tena dadangu? Sasa leo tunaanzia wapi ndugu yangu? Ongea tu. Yaani kiufupi hivi kwa kwamba mimi bwana na mahusiano na dada yako. Namaanisha mahusiano kivipi? Sijakuelewa. Kwa nikaona ili swali nije nikufikishie kama brother yake
ili ujue unanisaidiaje, maana naona mambo mengi sana. Ndugu yangu Atiga, wewe unakuwa na kitu mamu kweli? Kwa nini kaka? Au utakuwa umefundwa kweli nyumbani kwenu? Yaani utoka na kutoka manake moja kwa moja mpaka nyumbani kwangu mimi, mtu na heshima zangu unajitambua na kuniambia kwamba mimi dadako nampenda, sio nataka. Hivi ndugu yangu wewe unanichukuliaje kwanza mimi? Unajua kama unanikosea sana adabu? Lakini ndugu yangu, hakuna cha lakini. Hauwezi ukatoka huko na kutoka au mimi bwana ni dadako nampenda nini? Ndugu yangu unanikosea sana. Na mimi nimeshasema kwamba sitaki kusikia habari za mdogo wangu Clara huyu mambo sio kuolewa, sio sitaki, mambo mimi siyataki. Kaka nisikize basi. Bwana ndugu yangu nakuheshimu sana. Naomba ondoke. Kaka nisikize. Wewe vipi bwana unakuja hapa wewe? Ondoka bwana, sitaki kuone hapa, ondoka bwana. Mimi navuta bangi nini? Unakuja huko si nataka nimwe mdogo wako. Huziu. Zapa. Salama za utokako? Salama. Yaani hapa nimekaa muda mrefu sana. Nilikuwa nakusubiri urudi. Nimepigiwa simu ya dharura. Natakiwa niondoke. Kwa hiyo muda wote nilikuwa nakusubiri wewe ufike nikuage. Nimekusubiri sana. Ndio maana begi langu hilo hapo nimeliandaa ili ukifika uniwekee nguo 2-3. Basi sawa. Haina shida. Mimi nikutakia kazi njema mume wangu. Uende salama, urudi salama. Ila usisahau kitu kimoja. Kuletea zawadi. Wewe koma, sina nikome. Koma kidogo mpaka uzoee. Hivi wewe una ujasiri gani au wanaume gani na ubavu gani wa kunifanya mimi mpaka ukanichanganya mimi na dada yangu? Eti au kwa uzuri gani hasa? Huna sura, huna body nzuri. Si niko na kustiri tu. Ukajifanya wewe mwenyewe jemedari. Sasa sio kijua. Yaani kwa sasa sina muda nawe kabisa. Yaani kukuona tu hapa kwenyewe nilikuwa sijakuona, ndio maana nikaona giza. Bila kunishika kwa kweli nisingekuona kabisa. Mimi kwako nishavuka baba, sikutaki tena. Koma. Shida nini wewe? Usingesilie tena kushika umwili sio wa kwako. Kuna ambaye anahudumia na kufanya unaona hivi na unaona hivi. Sawa? Koma tena mbwa wewe. Sika kuzaa bure sura jeusi. Nitakuletea zawadi moja hivi. Ni surprise, kwa hiyo utaionea hapa. Japokuwa nitapooza. Najua mtu wangu kama utamisi. Au unataka twende wote? Twende wote kama unataka lakini. Twende wote. Kwa hiyo unalinda nyumba. Basi niandalie nguo 2-3 ili nianze kutoka.